Tukifa tunaenda wapi? Ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza katika video hii. Tutaangalia mafundisho ya Waislamu na Wakristo juu ya swali hili. Tukiangalia Yesu, tunakuta kwamba kusudi lake kuja lilikuwa kuokoa na kwamba tuwe na uzima. Katika Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 10 tunasoma na nukuu, mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Mwisho kunukuu. Pia Yesu alisema katika Yohana sura ya 6 mstari wa 40 na nukuu, kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Mwisho wa kunukuu. Katika Yesu tunakuta uzima na tumaini la uzima wa milele. Tukiangalia Muhammad, tunakuta alikuja kuwa mwonyaji katika Qur'ani. Tunakuta aya 66 tofauti tofauti akiwa na sifa ya kuonya. Nimeziorozesha hapa chini kwenye skrini kama ungependa kuziona. Habari za Muhammad kuwa mwonyaji inaendana kabisa na ujumbe wa Qur'ani. Tukisoma Qur'ani tunakuta aya 166 tofauti tofauti zinazozungumza moto au motoni. Tukihesabu aya zinazotaja habari ya Jahannam tunapata 89. Kati ya hizi 89, 13 zinataja moto pia, kwa hiyo tunaweza kuongeza aya 76 pamoja na zile zinazozungumza moto au motoni kupata aya 245 tofauti tofauti zinazotaja moto au Jahannam. Halafu tukiangalia neno adhabu katika Qur'ani tunapata aya 319 ambazo zinaeleza adhabu itakayokuwa juu ya watu wasioamini au watakao mdhalau Mtume Muhammad. Katika aya hizi 274 hazimo katika hesabu ya aya tulizopata kuhusiana na moto au Jahannam. Tukijumlisha pamoja tunapata aya 519 ambazo tunakuta habari za moto, Jahannam au adhabu. Kwa maana hiyo tukiangalia Qur'ani kwa ujumla ina aya 6236 bila kuhesabu bismillah. Maana yake kwa kila aya 12 katika Qur'ani kuna aya moja inazungumza adhabu au moto au Jahannam. Tusome baadhi ya hizi kama mfano. Sura ya 17 aya 58 na nukuu, na hapana mji wowote ila sisi tutauteketeza kabla ya siku ya Kiyama, au tutaupa adhabu kali, haya yamekwisha andikwa katika kitabu. Mwisho wa kunukuu. Sura ya 19 aya 70 mpaka 71 na nukuu, tena hakika sisi tunawajua vyema zaidi wanaostahiki kuunguzwa humo, wala hapana yeyote katika nyinyi ila ni mwenye kufikia. Hiyo ni hukumu ya Mola wako mlezi ambayo lazima itimizwe. Mwisho wa kunukuu. Hatari kweli kweli, kumbe ni lazima kuufikia moto. Ni kweli kwamba hata Biblia inazungumza habari za moto na Jahannam, na si mbaya kuonywa, ila je, tuonywe tu au tupate na dawa yake? Wapi tunaweza kupata usalama kwa nafsi zetu? Yesu alisemaje? Yohana sura ya 14 mstari wa 1 hadi wa 3 na nukuu, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Mwisho wa kunukuu. Kwa Yesu tunapata tumaini lililo jema zaidi, maana hata Qur'ani inaunga mkono kwamba Yesu alipaa. Tukimwamini Yesu basi tunaweza kuwa pamoja naye. Muhammad alisemaje? Sura ya 46 Al-Kahf aya ya 9 na nukuu, sema mimi si kiroja miongoni mwa mitume, wala sijui nitakavyofanywa wala ninyi. Mimi nafuata niliyofunuliwa tu kwa wahai, wala mimi si chochote ila ni mwonyaji mwenye kudhihirisha wazi. Mwisho wa kunukuu. Basi hii ni picha tofauti kabisa, maana Muhammad anasema hajui atakavyofanywa wala hajui watakavyofanywa wafuasi wake. Kwa maelezo ya Qur'ani tunaona kwamba Muhammad alikuwa ni mwonyaji tu, wala hakuwa na uhakika kuhusiana na mambo ya mbeleni. Tukisoma katika hadithi tunapata maelezo zaidi juu ya hili. Sahih Buhari 3929 na nukuu,
mwanamke wa Answari ambaye alitoa kiapo cha utii kwa Mtume, maana Answari walipiga kura kuhusu mavazi ya Muhajiri. Uthman bin Mad'un aliamuliwa kukaa nao, yaani familia ya al-Ala. Uthmani aliugua, nikamuuguza mpaka akafa, na tukamfunika na nguo zake. Kisha akatujia Mtume, nikasema, ewe Abu Asaibu, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yako, nashuhudia kwamba Mwenyezi Mungu amekutukuza. Hapo Mtume akasema, umejuaje kwamba Mwenyezi Mungu amemtukuza? Nikajibu, sijui, baba yangu na mama yangu watolewe kafara kwa ajili yako, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu. Lakini ni nani mwingine anastahiki hilo kama si Uthmani? Akasema, naapa kwa Mwenyezi Mungu, mauti yamemfika na ninamtakia heri. Wallahi, ingawa mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, sijui Mwenyezi Mungu atanifanya nini. Kamwe sidai uchamungu wa yoyote baada yake. Hilo lilinihuzunisha, na nilipolala niliona katika ndoto mkondo wa maji kwa ajili ya Uthmani bin Mad'un. Nilikwenda kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu na kumwambia, akasema, hiyo inaashiria matendo yake mazuri. Mwisho wa kunukuu. Hapa tuna mfano wa Muislamu aliyekufa na Muhammad anatia shaka juu ya usalama wake, alafu mpaka leo Waislamu wote wanatakiwa kumsalia Mtume. Sura ya 33 aya ya 56 na nukuu, hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamsalia nabii, enyi mlioamini, msalieni na mumsalimu kwa salamu. Mwisho wa kunukuu. Hata Allah na malaika wanamsalia Muhammad. Kama mambo ni magumu kiasi hichi, ni Muislamu gani atakayekuwa na matumaini? Alafu kama kuna Muislamu ambaye ameanza kuhisi ana uhakika juu ya atakavyopata, basi yeye yuko katika watu wenye kuhasiri, kulingana na sura ya 7 aya 99 na nukuu. Je, wamejiaminisha na mipango ya Mwenyezi Mungu? Kwani hawajiaminishi na mipango ya Mwenyezi Mungu ila watu wenye kuhasiri. Mwisho wa kunukuu. Kuwa na uhakika juu ya kufika peponi ni kitu kisichowezekana katika Uislamu. Tofauti na kumwamini Yesu ambaye alisema katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 17 hadi wa 18 na nukuu, nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Kaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Yesu ameshika funguo, ana mamlaka ya kutosha. Basi tunaona Yesu ndiye tumaini letu, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mwisho wa kunukuu. Hapa Yesu ametueleza njia pekee ya kufika mbinguni kwa Baba au peponi, ambapo ndipo tumaini letu huko. Lazima tumwamini yeye. Basi kulingana na hayo, sioni sababu yoyote kumfata Muhammad, bali Yesu anatupa uhakika wa kufika sehemu salama. Asante na Mungu akubariki.